People of the internet, karibuni sana, nimeweka sana this time round, but now promise that everything that ninafanya kuanzia leo na kuendelea itakuwa ya juu. Na ndio maana nikaamua niwaletee mgeni. Yaani we guest nimekuwa na yeye almost for the past 2 months, ni rafiki yangu na ni mtu ambaye kidogo tumejuana kwa muda mfupi, tukaelewana na nikaamua nimfanyie interview. Na ndio maana kuna vitu kadhaa zenye zinaweza happen kwa life yako, ubaki kusema zile za So ndio maana nimeleta huyu mgeni. Hebu jitambulize, unaitwaje? Mimi naitwa kwa majina yangu naitwa Niramewa Vena. Kutoka huko ngambo ya Bari. So wewe ni mgeni hapo nchini? So okay, so for the viewers, wewe ni mgeni hapa nchini Kenya. Na for the time being huko kwao kuna kitu ile happen, ndio maana akakuja Kenya. So unaweza tuelezea tu ni nini ile happen huko kwenu, ndio at least tukakuja huko Kenya? Huko kweli tunajua mtu kutembea vinasababisha na sababu anakuwa nikutafuta, alafu nikutafuta. Na sasa before kuja Kenya, najua huko kwenu ulikuwa na maisha yako kadhaa, ulikuwa umejitengea maisha. Sasa nataka uniambie kuna story fulani ulinikuzisha mahali kwamba ulikuwa mwanajeshi. Alafu ni kitambo nilipitia hiyo address. Alafu nilikuwa kijana mdogo kabisa, nilikuwa kama miaka 12. Tunajua huko kwetu viti ilikuwa mingi. Alafu naenda natembea, naingia hiyo dress. Yenye niliingia nilikuwa kijana mdogo. 12. Alafu nakaa ni story mrefu yangu. Sasa niambie, hii vita hii ilianza kwa sababu gani, ama nini ilisababisha hiyo? Hiyo ni ya makabila, ilikuwa ya makabila. Tunajua huko kwetu tuko na makabila 3. Muhutu, Mutusi, Mutwa. Na so mbona hizi makabila ni 3 na zinapigana kwa nini? Si vyenye watu wasikilizane, unajua kwetu vyenye uongozi kwanza. Baiko wanapigania Muhutu aingie kwa uongozi, Mutusi aingie. Mwenye atapigana sana ni Mutwa. Na sasa kabila gani imeongoza sana kwa hiyo nchi? Saa hii nchi ni Muhutu. Saa hii ni Muhutu. Ndio yanaongoza. Alafu saa hii hakuna mambo ya vita. Saa hii kumetulia. Kwanza 25 hivyo. 205. Anamaanisha 205. Najua mimi kizungu. Hebu post tu kiasi hapo nione kai. Iko sawa. So ndio tulikuwa tunaendelea. Hapo ndakata. So ndio tulikuwa anasema kuanzia 205 ndio vita zilikuwa zimechacha kabisa. Sasa hiyo wakati ndio ulikuwa ndani ya vita. Sasa ndani ya ukakuwa mwanajeshi. Sasa nataka unieleze ile nini, ile njia ya kuingia kwa wanajeshi ukiwa mtoto mdogo. Unaingiaje hapo ndani? Huko kwetu sio usema ukiona sasa uko mkubwa kidogo ni lazima waiko nasikwa hivyo. Sio ile sasa kuandikwa ni hapana. Auambii ati wewe kijana mzuri kuja uingie. Wanakuja tu, wanakuchukua si kupigania nchi. Sasa okay, hapo kwa kuingia nimeshapata. Sasa kuna kitu kingine inanisumbua akili. Wewe ni mtoto mdogo miaka 12, si ndio? Alafu umeingia ndani ya jeshi. Sasa unapigana, unapewa bunduki ama hii vita unapiganaje hapo ndani? Tunajua unaanza uzoe zenye unapiga risasi, unalazimishwa kwa juu wewe ni mdogo. Alafu unajua kijana mdogo anakuwa mtu mkubwa. Hapo sasa unazoea hiyo lazima ukakuwa mtu mkubwa. Alafu mimi nilitoka hapo
Nilienda ilikuwa 1998. Oh, 1998. Jamani. Alafu ngatoka miaka kama 10 kunaisha. Silikuwa mtu mkubwa, silikuwa najua vitu. Na sasa sikia, after umetoka after sasa hiyo miaka yote 10 ulikuwa ndani ya jeshi. Ulikuwa unalipwa mshahara? Hakuna mshahara. Hakuna. Mshahara ya nini unapigania nchi? Hiyo wakati si vyenye unaona pesa uziogote ufanyie nini? Sasa hiyo wakati wa vita nchi ilitawanyika kabisa, kukawa pesa zinarusha kila mahali. Unajua. Kama unapigana, kama kuna kimbia, ukipata pesa sasa unazifanyia nini? Hakuna mahali unapata duka. Kila kitu unaona ni kukula. Chakula sasa unapewa na serikali. Okay, sasa acha tuachane na jeshi. After umetoka jeshi, maisha yako ilikuwa kama mwanzo kwa jeshi ama ulikuja ukajua kukaa na raia? Unajua tuseme mimi sijaenda jeshi yote. Okay. Sasa wakati utoka kwa jeshi ukapatana na watu kama sisi. Ulianza kukaa nao aje ama sawa, nimekupata. Umenipata. Si hivyo sasa wewe ukitoka hapo ni kama wewe ni mnyama. Unakaa kama mnyama, hasira mingi. Ni vyenye mnakaliswa mahali mnafunzwa kuishi na watu. Alafu sasa hapo ulifanikiwa kuoa ama? Nilitoka hapo, nikitoka kwa hiyo niliingia kazi nyingine ya bahari ya kufua samaki. Sasa okay, hapo kwa kufua samaki unaamka kama saa ngapi? Na mbona wewe ni mwanajeshi na unaamkia tena kwenda kufua samaki? Hiyo kazi unajua, tuseme huko kwetu huko kwetu kazi ile mbaya kabisa inakuanga kulima kwa shamba. Sasa hiyo ndio mtu wa chini anafanya. Sasa wewe mbona ukatoka kwa wanajeshi, kwa serikali ukakuja hadi kwa mtu wa chini? Kwani hata hamkupewa zile pesa zinakuanga za nini? Pesa hiyo wakati ulikuwa unapewa pesa kama ni pesa kidogo tu ya kukusaidia kama 6-7 hiyo. Na sasa hii kazi ya kufua samaki ulifanya kwa muda gani? Nilifanya kiasi kwa juu ni vyenye niko nazoea maisha. Sasa wewe ukikaa miaka 10 ni kutembea kwa shamba kupigana, unajua lazima unachoka. Mimi nimechoka. Si vyenye unaona nimeamua labda niende kutafuta kwa nchi nyingine. Sawa. Na sasa sasa nataka uniambie process yenyewe ilifanya ukatoka kwenu hadi ukajikuta Nairobi. Sasa ukinielezee tu hapo kidogo tu. Hapo process kidogo tu. Yenye nilikuja huko. Yaani unajua kama mimi vile nilitoka ushago. Nilikuwa na only 800 bob kwa mfuko. Yaani nilikuwa na dhao. Nikapandia 800, nikabakisha 200. Hiyo 200 ikapotelea Nairobi. Nikaanzana na street, ndio maana nikajipata hadi niko hapo kwenye niko sahi. Sasa wewe hizo pilika zako zilikuwaje? Hapo sasa si fuati vizuri. Unamaanisha yenye nilikuja huko. Ni hivyo ama? Vile ulikuja huko. Naanza kutafuta ama Sasa ulikuja tu kaanza kutafuta kazi ama ulikuja kama ushajipanga ndio uanze? Pana. Vyenye nilikuja huko nilikuwa na ndugu yangu. Alinipokea. Natafuta kazi. Na sasa unaona niko sawa. Sasa uko sawa. So kuna kitu kingine inaniumizanga sana roho. Nikiona, unajua mimi saa zingine mimi hufuatilia sana mambo na relationship, ndoa, familia, ugombi wa ndoa, vitu kama hivyo. Sasa nikuulize, wewe unadhani nini inafanyanga mwanamke na mwanaume wagombane kwa ndoa na umezaa watoto 2, watoto 3 ama hata before wazae?
nini nafanyanga waanze kugombana? Hebu tu nipe ushauri yako. Naona kaa wewe mtu mkubwa sana kwangu. Sawa. Vyenye tunasema mbona mwanamke na mwanaume wagombane kwa ndoa kama mko na watoto wawili? Inasababisha wewe wewe mwanaume unakuanga kama kichwa ngumu ama bibi kwa kichwa ngumu. Hapo nakwambia fanya hii, wewe ufanye. Tufanye hivi, wewe ufanye. Kama mimi kama ni mlevi, wewe ni bibi yangu tu kwa mama. Nakuja nimelewa, sina kuachia kitu hapa, alafu mimi nikuja ni hapa nikulala hapa tu. Alafu chakula huna, alafu kama mara 2 mara 3 wewe bibi utafeel vibaya. Then sasa swali ya mwisho kabisa, wana Locked Up podcast. For the first time nimeenda local. Na this local nimeamua ku keep the talent going on. So ukitaka kuni all up manzejo nitakufanyia interview. So swali ya mwisho Bena. Unaonaje hii gava ya Ruto? Gava ya Ruto unaonaje nakupeleka aje? Hiyo nayo vyenye nakupeleka. Inanipeleka vyenye wengine inawapeleka. Kwa juu kila kitu nanunua kama wengine. Siseme mimi nini, hapana. Naona inanipeleka vyenye wengine inawapeleka. Hivyo tu. Kama ni uchumi naingia kwa asi wote. Sawa. Manzejo nimefurahi sana Bena. Bena wa Malai. Na si Bena wa Malai. Nimefurahi sana kunipea hii chance kukuhost, kunihost hapo kwako. Na by the way, kama wewe ni mtu wa hapa na pale, mtu unajitafutia hustle yako ndogo, wewe ni mtu mwenye unajua kile ambacho kilileta Nairobi. Just comment na unipee hiyo like unipe anything you deserve by the way. So ndo tumeanza, this is season 2, Locked Up season 2 tumeanza. Na hii ni episode 1. Kumaanisha by December nataka nikuwe nimefanya more than 100 episodes. Na kwa watu 100 nataka wewe ukue mmoja wao watu. Unasikia wewe my viewers. I know uko hapo hivi unanisikia, uko Kabiria, uko Kawangware, uko Ndondo, uko Kare. I want you to come to my channel. Mimi ni ku-host. So imekuwa tu hiyo by the way. Bena, asante sana. Alafu na wewe kunikaribisha. Nitakukaribisha tena. Alafu rudi tena tupige story. Naona vitu viko fiti. Sawa.